Madam Speaker, mada ya pili ni hii mambo tunataka kusema kuambia Wajaluo. Leo nimeona the president yetu Ruto akiwa Kirinyaga akifanyia Kirinyaga kazi ile hali nimeona ametenga sana hapo, ametenga vitu zingine zinaitwa siji kofi, akakuja akatenga barabara. Yeye kazi yake sasa ni kutenga. Na nataka kuambia our tribesmen from Luola, mulikuwa mnasema Ruto apendi Wakikuyu. Leo mmeona ameenda ile hali ameenda kutenga, lakini bado ako hapo. Ruto ni vile Wakikuyu walimwacha, lakini bado yeye anapenda Wakikuyu. Ni vile sasa yeye ako na uongo nyingi ambao huwezi fuata mambo yake. Mambo yake ni kutenga, na ameanza kutenga hiyo mambo. Alianza kutenga sehemu yetu na anatenga hapo Kirinyaga, na ataenda Uluyani pia aende atenge huko, na aende Ukambani pia aende atenge. Lakini sisi tunasema ni one time, because sisi ni linda wananchi na sisi tuko na viongozi. Kiongozi ya kwanza ni Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ni kiongozi ya kwanza, na Edwin Sifuna ni number 9. Kuna Babu Owino, our future kingpin, na kuna James Orengo. Hizo ndio kiongozi sisi tunafuata. Na wao wakisema ni left, sisi tutaenda left. Na wakisema right, tutaenda right. Na tunataka kuambia viongozi wetu Edwin Sifuna, nataka kumwambia James Orengo, nataka kumwambia Babu Owino, wakae ganga ile ali. We have a broad opposition ambayo we will do what is called negotiation with them. And walisema ya kwamba tukinegotiate, tukileta united opposition iingie kwa linda mwananchi, President Ruto tutamtoa kitu kama saa 2 asubuhi, na hiyo ndio tunataka. Sasa hii tukiangalia hii nchi, the economy of the country has been eclipsed. It has been plummeted, Madam Speaker. The economy is not working. We are in a paradoxical quagmire, Madam Speaker. And for us to rescue our people, to rescue this economy, lazima Ruto aende nyumbani in 2027. Na hiyo ni lazima. That is why now I'm advising all the opposition leaders, including the Linda Mwananchi, wakuje pamoja to negotiate together, and we will have a single candidate that is going to show William Ruto does. Thank you very much.